tunakuwa tunaamka mapema, wanatupa ajira, wanatutuma. Sasa kama unawajoki, siwezi kuwajoki bwana. Wasomi mimi nawakubali siku zote. Wao tu baadhi. Lakini wenye elimu kama mimi mbona wanalaiki? Tunakukubali sana brother, unatuinspire. Washamba wasioelewa. Umesemaje ile neno la Kiswahili? Wanatuinspire. Umesemaje? Unatuinspire. Ndio maana Aswa wasome FM wananikubali vipi? Na use them. Wa FM hapa mjini Posta na use them. Wananikubali. Yaani sipofanya vituko wananiambia brother, hebu tunaona kitu mitandaoni bwana. Hatujaamka mambo nini wapi? Use them chuo kimoja Dodoma cha use them Dodoma. Ndivyo kinavyoitwa. How you dizzy? Use them. Ndio kinachokiko Dodoma chuo. Hatari sana. Na bado Doto Magari ni mmoja kati ya watu wenye nguvu sana. Oya kachoka mwenye anaema. Oya wanahabari wenzenu unamwona anaema mwenye. Unakutana na chuma. Mtu mbadi kabisa Doto Magari. Ngoja nikwambie kwenye maisha unajua watu wengi wanapenda ku fake life. Ndio maana mimi unaniona. Sogea kwa hapa. Ndio maana mimi unaniona nina marafiki wengi sana wananikubali. Hasa wasomi. Mimi unajua wasomi wananikubali sana kwa sababu nawanyoshea. Si unanielewa? Na wanyoshea. Zamani wasome ilikuwa ikifika saa 12 tu saa 11 unawakuta kwenye mabaya ya tufudenke. Wamevimba mikwala mingi. Lakini sasa hivi wameacha hiyo tabia. Utakuta mtu kavaa kipensi kavimba kisa mshahara wake 1,500,000. Ofisini una shughuli gani? Tuyaache tu. Wasome tupendane tuheshimiane basi hilo tu. Mzalamu Doto Magari. Watu wasema kwa nini azeeki? Ngoja sisi kama sizeeki. Mimi niko life. Nakula matembele, nakula miogo asubuhi, nakula kisamfu, maharage mengi, nipate kiungulia, gesi, maisha yanaenda. Mimi sijui maisha. Ndio maana naona siku nipo. Umri wangu jua ni mkubwa sana Kwa mtu mwingine umri hawezi kuuendesha. Sasa hizi ndo anaamka. Miguu inamuuma, mara kichwa. Lakini mimi bado nasema naye. Yaani bado hapo unaweza kusema Doto ana 33, 34, 35 au 36. Kumbe niko mbali zaidi ya hiyo. Lakini Mungu tu afya. Unajua labda nikwambie watu wanasema na birthday tarehe 20 ngapi? Birthday kuamka kwako. Ile afya unaamka nayo asubuhi ndo birthday wewe. Hivi usingeamka ungesemaje? Ndio maana kesho tunarekebisha wasomi. Birthday kila siku ukiamka kwako ni birthday. Mungu kakuamsha afya njema, birthday tayari furahia. Wewe ulivyoamka kuna mwenzio hajaamka pale. Na si kama hajaamka hapa anaongea, aongei moja kwa moja. Kapitiwa na malaika wema. Sasa kwa nini wewe useme birthday tarehe 20 ngapi? Watu wanakoseaga. Sema ndio kwa sababu mtu binadamu mwache afurahi anachokisikia moyoni mwake. Lakini kwa mimi umri wangu Mzalamu, unisikia hata siku moja sio eti birthday yangu. Mimi kila nikiamka nikitoka tu mlangoni kwangu pale nikimuona mwanga wa macho, tayari namshukuru Mungu birthday kanipa. Inaonekana kwamba Doto Magari ni mmoja kati ya watu ambao anafuata njia za hayati Magufuli. Yaani wewe Yanga na Simba. Na ndio maana jezi yako Yanga na Simba. Nataka utuambie kati ya vilabu hivyo inapokuwa imefungwa timu moja unakuwa upande gani? Ngoja nikwambie. Unaona hata wa viongozi au wa maklabu wa tufudenke lazima wao wanapenda timu yoyote moja wapo pale. Kwa hiyo hizo timu itakutaumiza sana watu kichwa. Ndio maana unaona mimi sina timu. Mimi niko kote. Atonipa riziki nitamshabikia. Asiponipa naachana naye. Hizi timu ni kubwa sana. Tumezaliwa tumezikuta. Na hizi timu sio za vijana, hii timu za wazee. Kuna wazee na mababu zetu waliishi kwa sababu hizi timu waliendesha maisha yao kupitia hizi timu. Kwa hiyo hizi timu sio za kuchezea watu tu wajuagi. Simba na Yanga sio timu za kuchezea kabisa. Unaona, narudia tena. Unaona wenye vilabu vikubwa, sijui ma TFF, sijui ma FIFA, watu wakubwa wale. Na wao ndo kila kitu kwenye mpira. Wale ndo wanasema acha leo usicheze leo ufungiwe. Lazima kuna timu moja hapo wanaipenda katika hizo timu mbili. Kwa hiyo lazima mpira uwe mkubwa, uwe mkali, uwe unatisha. Uone timu zikisema leo Simba na Yanga zinacheza dunia nzima inatikisika. Hata wale wasimamizi wenyewe wa vilabu vikubwa wanachanganyikiwa. Sasa hapa tumpendane. Kila mtu yani lazima huwezi kuwa kiongozi ukawa una timu. Lazima hata ukisema mbele ya kadamnasi ya watu, jumuiya ya watu, mimi sina timu ni kiongozi. Uongo. Hakuna mtu asokuwa na mila yake. Lazima uwe hata yule anaofukuza watu, sio TFF anaofungia watu. Lazima awe na timu. Binadamu yule. Ukisema yule ni nani? Sijui watu fudenke, mimi najua mambo ya mpira. Mimi nataja tu vilabu. Yaani nakuelimisheni tu. Hata kama klabu kipo cha timu yoyote au kinasimamia timu, klabu kimoja kinasimamia timu zote, yeye ndo mahakama wa timu. Lazima nayo kuna timu anaipenda. Ndio ilivyo. Ndio maana Simba na Yanga ni timu kubwa sana siweza kuchezea. Tumeona kauli ya Haji Manara
kucomment kuhusiana na dabi kuahirishwa na kusema Yanga watacheza tena na kumtaka rais wa Yanga kwamba hebu ngoja nikwambie, mimi si mtu wa mpira, unanichanganya. Haji Manara ni rafiki yako wa karibu sana. Kama akitokea hapa sasa hivi unatamani mimi niambie mambo ya magari. Unasema Haji Manara Sunday ni rafiki yako, na urafiki wenu unaunganishwa na nini haswa? Yule ni mtu wa mjini, mzawa. Manara ni mzawa. Manara boniaia. Manara kazunguka maisha mtaani yote, na ndio maana unamuona mpaka leo yupo mkongwe. Kwa hiyo lazima tujuane wakongwe. Manara alikuwa anatoka bondeni Jangwani, anakuja Kinondoni kwa mguu, anakuja na Nasifu, anakuja hapa Muisilimu kuchezesha mechi. Manara akachezesha sana mechi Muisilimu, si unanielewa? Zamani maisha tulikuwa tunaishi kimatabaka, Jangwani na Kinondoni, na shule zilikuwa zinatisha sekondari. Shule moja ilikuwa inaitwa Tambaza na Kinondoni Muisilimu, ndio shule zilikuwa zinatisha, zilikuwepo mbili sekondari ulimwengu mzima, Tambaza na Muisilimu. Kwa hiyo jua hivyo vitu ndio vinakutanisha watu wa mjini. Kwa hiyo Manara ni mzawa, ndio maana unamuona mzee vitu vyote anabisha duniani, yuko mbele arudi nyuma, kwa sababu anaijua dunia na alishaongoza watu kwenye maisha mtaani. Hivyo ndio vitu vya kuniuliza. Unauliza mambo ya mpira, sio TFF, sio lifanyaje? Mimi najulia wapi hayo mambo? Wewe unioni mimi nataka uwanja, wewe ushakuniona uwanjani mimi? Ushakuniona uwanjani napata mpira? Sasa kwa uje si mzawa wewe. Sawa mzawa, nakuja sana. Timu zote mimi nazipenda. Kwa hiyo nitakuwa sielewi pale. Yanga naipenda, Simba naipenda. Na zote timu za mishahara zinatoa hela. Nikifika kwa Engineer sinachukua, nikifika huku Simba nachukua. Sasa kwa ndo mimi siendagi mpirani. Na kaaga tu naangalia kwenye TV. Kipindi hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unakumbuka ni iftari gani ambao umealikwa ili kufurahisha zaidi? Acha kuniuliza maswali ya kijinga. Iftari nzuri ya nyumbani kwangu, mshamba. Maisha mazuri ya kwako. Maisha mazuri unataja kwa mtu, na mimi mtu mdogo nitakupiga sasa. Nitakupiga sasa hivi mwana habari. Nitakupiga na kushika kidole cha shahada. Mimi mtu mzima siwezi maswali ya kipumbavu wewe. Iftari nzuri nyumbani kwangu, hata nikila miogo, nikila ndimu, mbilimbi. Ukauliza wajinga unawataja wanajenga magorofa, wanaosifia watu. Wewe unamsifia mtu hadi kwenye chakula, si una matatizo ya akili? Wewe unaona mtu anauliza maswali ya kijinga za kujibu nini wewe? Mimi na akili. Knowledge people, some people die cockroach nayo hapa. Isa Doto Magari. Acha bwana. Eti unauliza iftari nzuri bwana. Iftari nzuri nyumbani kwangu, hata nikila miogo, ndimu, nikila pilipili ya nyumbani kwangu. Mimi miaka 45 niambie eti nimsifie mtu chakula chake kizuri. Unafunga? Mwenyezi Mungu nisamee. Ningekuwa sehemu za Ramadhani na swaumu huyu. Saizi tuko katika majumba ya serikali. Na swali langu la mwisho, na tunaona tumemwona Nai official na Gigi. Nai aliulizwa